kukusanya uwezo ambao tutakuja kusaidia kwenye ofisi zetu. Sisi huko tuna shirika letu linaitwa Fasha Burundi, ambao tunajaribu kusaidia wajane, vilema tofauti na watu wazima wale ambao hawana nguvu za kujisaidia. Kwa hiyo tukasema kwamba tuandae tamasha kwa lengo la kukusanya uwezo ili tuhakikishe kwamba tunawasaidia aidha kuwapatia mitaji na wengine kuwapatia chakula tofauti. Barabara kabisa. Radio Black FM imetimu saa 11 dakika 15 hapa studio. 14 kubraz. Kipindi ni The College kama mlivyosikia, kipindi ambacho huwa kinawafikishia habari tofauti ambazo zinajiri hapa nchini na hususan habari za entertainment. Tunasikika vyema pitia 94.9 mjini Bujumbura na hata vitongoji vyake. Mnatunasa pia pitia masafa hayo mafupi ya FM mkiwa hapo Buterere, Ngagara, Kinama, Charama, huko Kamenge, watu wa huko Rugazi, Muzinda, Musenyi, watu ya Bubanza, pia na nyinyi mnatunasa vyema. Hatukusahau vile vile nyinyi ambao mnatunasa vyema pitia masafa mafupi ya FM 94.9 mkiwa mkoani Chibitoki. Vile vile amkusahawika nyinyi ambao mko katika mkoa wa Rumonge. Radio Black FM tuko nanyi. Kunako vipaza sauti yupo Deo Icho na Isavye maarufu Kivumbi na Tumtaje na Charmante Yvette ndani ya mjengo wa Radio Black FM. Penzi msikilizaji, kwenye kipindi cha kijanja vile, kipindi cha kibabe The College. Natumai leo tumewaandalia tu mengi zaidi vile, na leo pana tuseme surprise nyingi sana mtazipata kwa siku ya leo. Na leo niseme kwamba hatujachange lakini tungali kunako entertainment. Hata pia ngoma hii ya Kaswaida ni yenyewe tu ni indundi vile. Natumai basi penzi msikilizaji wa Radio Black FM natusikiliza na mnatuona live kupitia YouTube, Black Media, YouTube, Facebook, Instagram. Ukifungua tu unatuona mimi pamoja na Kivumbi mwenzangu. Lakini tu nikujuze tu kama leo tuna surprise ya mgeni wetu. Kama wale washasikiliza ngoma hii walishajua ni nani haswa ndani ya mjengo wa Radio Black FM 94.9. Muweza ni yeye, kusini, kaskazini, tuamtaja yeye ni yule Muweza. Kusini, kaskazini, tuamtaja yeye ni yule. Yani ni yule mwenye ni Mungu wa pekee. Yani tuseme kwa dini yetu sisi tuseme ni Allah. Lakini kwa wenzetu wenyewe wanasema ni die vile. Black FM tuko nanyi sasa katika kipindi The College, na kama jinsi tulivyowaahidia tuna surprise kwenu. Sijui kwamba anaweza kujitambulisha aje. Acha basi nimkaribishe na shangwe na vigeregere vile. Karibu sana kwenye radio yetu Black FM. Kwa huru jisikie kama ni nyumbani kabisa. Yani Radio Black FM hatuchagui wala hatubagui. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam wa barakatuh. Kwanza nashukuru sana kufika katika studio kama hii, studio nzuri, inapendeza. Kikweli nilikuwa nasikia Black FM kwa sijafika, ndo mara ya kwanza kabisa nafika katika mjengo huyu. Yani binafsi nimekuwa surprised, nilikuwa sitegemei kama nitakuta kitu kizuri kama hiki. Unajua sisi tumezoea vitu vya vile vitu vya zamani na nini, lakini hapa ni vitu vya kisasa. Kweli Black FM big up sana, ni mko vizuri sana. Asante sana. Acha pia na sisi
tujipongeze pia na haki ya kujipongeza kwa kweli. Yani wakati mwingine najiuliza labda niko katika Wasafi FM huko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani tunazoea huko katika zingine, lakini naona Burundi tutakuwa na vitu kama hivi. Maendeleo ni vitu vya kujifurahia na ni vitu vya kusupport zaidi, kwa sababu ni vitu ambavyo havipo kwa wote. Kwa hiyo hongereni sana Black FM. Asante sana, na kwa wale wote basi mnatuona kupitia Black Media au mnatusikia vile, natumai mnishamsikia sauti na ngoma hizi za Kaswaida, mshajua ni nani, lakini tumpatie fursa ujitambulishe kwa kirefu, yani majina yako ya kuzaliwa na jina lako maarufu vile. Nashukuru sana. Kiufupi mimi naitwa Magaranamazi Hassan. Ndio. Wengi wananifahamu kwa jina la Mugisha. Mugisha ni moja ya majina ambalo nimelipata baada ya kutengeneza movie inaitwa Mugisha, ambayo ilitamba sana katika nchi yetu Burundi na nje ya nchi. Alafu pia ni mwimbaji wa kaswida pia Burundi. Ni mtunzi wa filamu, ni director. Alafu ni CEO wa Mugisha Movie Company. Ni CEO wa Fasha Burundi. Na pia ni mwimbaji kama nilivyosema, naimba pia kaswida. Alafu na ni mshauri wa mambo tu mengi tu sana katika entertainment au katika mambo ya familia, yani muamalatu wa familia kama wanandoa vile, vitu kama hivyo. Na ni baba wa familia na mke na watoto. Hongera sana. Tumaipenzi msikilizaji wa Radio Black FM, atuseme Black Media vile mnishamsikiliza kama ni Hassani, ila jina maarufu sisi tunazoea kama vile watu wote dunia nzima huko hapa nyumbani pia na huko maeneo ya mbali ya Burundi wanazoea kwa jina la Mugisha vile, maana jina lako la kuzaliwa limezimika sana tu. Asante sana kwa kwenye kutupongeza radio yetu, na vile vile ni umekuja hapa tukuulize kusikana na maswali mawili matatu vile, mimi na mwenzangu Kivombi. Mimi nianze nipande na swali langu la kwanza. Niseme tu kama kwa sasa naona pana utofauti mkubwa. Mimi nakuzoea Mugisha, unacheza zile filamu zako zile, nazoea zile filamu zako zile za zamani, unaona. Alafu leo naona kwenye YouTube unaposti yani zile za episode. Kwa nini haswa umetoka? Lakini hapo kabisa. Acha hiyo ni nyingine surprise. Lakini atuambie yeye kiupana, atuambie ni kipi ambacho ametuletea, ni ipi zawadi ambayo ameleta hapa studio Black FM. Naam, so doctor. Ambayo nimeleta kwenye Black FM, kwanza niseme kwanza nimekuja kwanza kutembea nione Black FM. Karibu. Nasikia kwenye vijana jamaa zangu tofauti, Black FM. Nikasema kwanza acha nifike Black FM yenyewe nitazame, alafu namshukuru Mungu kwa sababu ambao nawafahamu kipindi kwa sasa ni kama ndugu zangu, tumekuwa nao. Nikianza kwa bwana Kivumbi pale, kwanza naona ni mtu ambaye nimekuwa naye, licha kuwa naye tumecheza naye, tumesoma naye, na kwenye movie ya Mugisha akacheza pale kwa jina lake la Kivumbi. Kwa hivyo umeona, yani na pale ambapo palikuwa kitu ambacho labda watu walikuwa wafahamu, wasikilizaji wa Black FM, pale ambapo palikuwa kwa una Mugisha katika filamu ya Eddie Mugisha pale Rukaramu, ndio kwao kabisa, na bwana Kivumbi wenu huyu ambao kwao kabisa. Kwa hiyo pale ndio kwao kabisa pale, yani tumechezea kwao na akacheza katika movie, yani lakini nikirudia kwa yule ambaye ameshawahi kuona movie ya Mugisha, ndio sehemu ambapo mamake na Mugisha alikuwa anaishi, ndipo palikuwa nyumbani, lakini kwa sasa ukija pameshabadilika. Itabidi tutengeneze nyingine movie tuonyeshe kwamba ile nafasi ambapo walikuwa wanaishi Mugisha sababu mabadilika ili watu waendelee kufuata sana. Mabadiliko ni mengi tu. Ni mengi. Alafu jambo la pili pia ni katika kuambia masuala mazima ya kazi zangu ambazo watu wengi sana kwa sasa Burundi hawazifahamu. Tuko na jinsi tumebadilisha mfumo mzima wa kazi. Maana hapo awali watu walikuwa wanazipata kwenye CD filamu zetu, lakini kwa sasa unaona ulimwengu unavyokwenda, ulimwengu kwa sasa kwa mitandaoni,
na kufahamisha Warundi wote ambao wanasikia Black FM kwamba kwa sasa Mugisha tuko kwenye channel yetu inaitwa Mugisha Media. Kule ukiingia Mugisha Media utaona filamu, tunatengeneza filamu nyingi tena nzuri, alafu zenye mafunzo kama kawaida, ambazo filamu ambazo unaweza kuitazama wewe na familia yako na wakwe zako na watoto zako bila shaka yoyote, yani bila kuwa na filamu ema movie za kujiheshimu kwenye maadili mema. Vizuri sana. Yani kutaji movie zenye maadili mema, movie zenye kujiheshimu, movie ambazo unaweza kutazama bila wasiwasi. Ni unaingia Mugisha Media pale, unafungua kwenye simu yako, unapata movie zetu ziko pale. Hilo ni moja. Alafu na jambo lingine ni kwamba kama kawaida yetu kila laidi au kila sherehe huwa tunaandaa matamasha na kwa sasa tumeandaa lingine tamasha ambayo tutafanya Markazi. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo washabiki zetu wanatakana kuyafahamu ili kuendelea kutusupport zaidi na kuonyesha pia kwamba sisi upande wetu Mugisha Movie Company tunakuja haswa kutumika na Black FM katika harakati zetu zote zile. Karibu katika masala haya, kwa sababu nimegundua ni radio nzuri, alafu na watangazaji wazuri na ni sehemu nzuri pia. Asante sana. Niseme tu asante sana. Vile vile unazungumzia kama siku ya Laidi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu itakuwa Ijumaa mosi vile tarehe 9 vile. Na patakuwa tamasha kwa sehemu ya Markazi. Na vile vile kwa nini umeandaa hiyo tamasha kwenye sikukuu ya Laidi? Huwa ni sikukuu ni sikukuu ya kuchinja vile. Watu wanakuwa wako busy afu kaiandaa hiyo sikukuu kulaidi. Kwa sababu moja, kwanza ni siku ambayo ni ya kufurahi. Alafu licha ya hivyo unajua sisi ni Waislamu, pamoja na watu sisi ni Waislamu. Kwa hiyo tunapokuwa siku za Laidi hizo lazima tunahakikisha kwamba tunaandaa vitu ambavyo wafanya watu labda kuwashushia maadili yao au kushushia imani zao Kiislamu, kufuatilia, kwa sababu kuna tamasha zingine ukutana ni michanganyiko wanawake na wanaume, alafu vinywaji ambavyo si sahihi kwetu sawa na imani yetu sisi, alafu na uhuni mwingi unakuwemo. Kwa sisi kwetu tukaona kama na sisi tuandae kitu ambacho kitakuwa chenye mazingira mazuri, chenye maadili mazuri, ili familia zetu zije kupata burudani. Ndio. Na kusikana hiyo tamasha nimeona afishe pako wewe na wale mapasa wawili, lakini na wale wengine. Lakini mimi sikuona na kuzoea wewe kama Mugisha unakuwa uko na wasichana wanawake katika nyimbo zako za Kaswaida. Imekuwa kuaje hapo katikati au kutia kwenye afishe wanawake? Ni maamuzi tu ya manager wa tamasha lenyewe, ndio kama ni bora tutie hivyo, lakini si kwamba watakuwepo kama huyu Warda Sadullah atakuwepo na wengine tu wengi. Kwa hiyo itakuwa ni mchanganyiko fulani. Barabara kabisa. Radio Black FM 94.9. Mmesha msikia tuko naye ndani ya mjengo, naye si mwingine ni Magara Namaze Hassan, jina maarufu, jina ambalo wengi huwa wanamfamia yako ni Mugisha, akiwa ni kama jinsi alivyosema ni CEO wa Mugisha Movie Company. Tunaendelea sasa, kwa sasa tunaendelea na tukiwa katika sekta ya filamu. Tukitazama ulikoanzia na sehemu ambapo kwa sasa unafikia, je, malengo ambayo ulianza nayo ndio yale ema kuna mabadiliko fulani ema unaona unasonga mbele katika kazi zako? Maendeleo tunagusia sana je, katika filamu zako pana maendeleo gani haswa ulishapata zaidi? Yani nijaribu kuelewa maswali yenu kama mawili yanatofautiana, malengo na maendeleo. Hivyo ni kwamba kwanza upande wa malengo ni kwamba lengo langu bado lile nilianza nalo ndilo bado ninalo na ndilo nitakufa nalo. Kwa hiyo mimi huwa sibadili malengo. Na kama haijawa kama kuna kitu ambako ema haijawa hakuna kile ambacho unachokificha. Je, ni yapi malengo ambayo ulikuwa nayo mwanzo kipindi unaamua kuanza kuingia ndani ya sanaa kama mcheza filamu? Lengo la kwanza ilikuwa ni katika masuala mazima ya kuelimisha jamii. Kwa sababu kuna mambo mengi sana nilikuwa nikiyaona mimi kama mimi sawa na mazingira watu wanaishi hemo, nikaona kwamba
kuna uwezekano au ni vyema, ni vizuri sana kuandaa kitu kama cha filamu ambazo zitakuwa zinaelimisha jamii au kuwazindua jamii au kuelekeza jamii sawa na kile ambacho akiendii katika jamii, kwa sababu tunaambiwa kwamba msanii ni kioo cha jamii. Na asili ya kioo ni kitu ambacho mtu anajitazama kwacho, anajitazama, anajikosoa na kila kitu. Kumbe lazima tuhakikishe kwamba hii nafasi na sisi tunaitumia katika kutengeneza filamu ambazo zitakuwa ni zenye maadili, ni filamu ambazo zitakuwa ni zenye kufundisha watu. Yani mtu akitazama filamu yako atoke amepata mawaidha, amepata mafunzo. Kwa sababu mimi huwa nasema kwamba sehemu ya kutoa dawa au ya kutoa mafunzo si misikitini, si kanisani tu, bali hata katika hizi filamu ni mojawapo mwa njia ya kupitisha ujumbe wako na ujumbe ukafika. Kwa hiyo lengo hilo ndio lilikuwa lengo la kwanza, na lengo la pili lilikuwa ni katika kupromote maadili yetu sisi, maadili ya Kiafrika, maadili mema, maadili mazuri. Kwa sababu wenzetu huko wazungu wanajaribu kupromote vya kwao kupitia katika filamu hizi. Ndio. Wanajaribu kupromote vitu ambavyo labda katika njia moja ama nyingine vinakuja kuvunja maadili yetu sisi ya Kiafrika. Na huwa tunaona kwamba vya kwao ndio bora zaidi kwa sababu wanavipromote na wanavipendezesha, wanaviboresha, ndio tunaona kwamba vya kwao ni bora zaidi kuliko vya kwetu. Kumbe kuna uwezekano na sisi tukafanya vya kwetu ili watu waone kwamba sisi tuna vitu ambavyo ni vizuri vyenye kupendeza. Ndio. Hivyo hayo ni katika moja malengo. Pia na katika kuinua katika vile vipaji sasa vya watu tofauti ambao wana vipaji vya kuigiza lakini hawana sehemu ya kuonyesha vipaji vyao. Yaani katika malengo matatu ambayo tumejaribu kuyapandia hiko, na kwa sasa tunapambana na tunamshukuru Mungu kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana. Na watu wametuelewa, watu wametupokea, watu wanapata filamu zetu na zimewafundisha wengi, na tunapata feedback nzuri sana kupitia pande 4 za dunia, Burundi, Australia, Amerika, Europe, sehemu zote tunapata feedback nzuri kwamba zinawasaidia watu sana. Kwa hiyo na upande wa maendeleo kimaisha pia kuna mabadiliko makubwa kwa sababu unaona mwanzo tulikuwa tukitengeneza filamu zetu kwa CD, afu unakutana tayari unazipirate ma studio na kila kitu. Ndio. Unakutana haupati chochote, lakini kwa sasa tunatia kwenye channel yetu ambayo iko monetized, ambapo kila mwisho wa mwezi tunapata chochote, tunapata maziwa angalau kidogo. Kwa sasa unakutana mtu unaishi kwa sababu ya movie, unasomesha watoto wako kwa sababu ya movie. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Kwa hiyo unaona kuna mabadiliko makubwa sana. Na mimi nirudilie kusikana na lile swali langu la mwanzo. Maana sisi tunakuzoea katika zile filamu zako nyingi umetoa. Wengi kwa tunazoea ule mama ndio amekuwa mama yako. Ile umesema umenichezea kulikuwa una Kivombi. Ndio Mugisha. Alafu kwa sasa naona umekuja kivingine. Ndio. Je, kati ya hizo filamu zako na hivi umekuja kwa episode. Umeona kama hizi episode ndio zinatoka zinakuingizia zaidi kushinda zile filamu za zamani zilikuwa yani unaitengeneza filamu inaisha kama saa 1:30 saa 2 na kuisha. Lakini episode unakuja episode namba 1, namba 2 ya takriban hata masaa 30 au masaa 20. Tunahitaji basi wasikilizaji wetu na sisi pia watangazaji tujue kwa nini haswa umebadilisha mfumo. Kubadilisha mfumo ni kwanza moja ni kwenda sambamba na ulimwengu wa sasa. Unajua kila kitu duniani kinabadilika. Kila kitu kina evolve, kina change. Isipokuwa Mungu pekee ndio change. Mungu anabaki kuwa Mungu. Mfuata vizuri, lakini vitu vyote hivi vya dunia ina change. Mfuata vizuri. Kwa hiyo ukitazama sisi kuingia katika masuala mazima ya season, kwa sababu tumeona kwamba kwa sasa dunia au watu au mashabiki zetu wanapenda sana filamu za season kuliko hii filamu za kuisha. Kwa unakutana mtu yani yuko tayari kufuatilia filamu za Wahindi, filamu za nani kwa sababu ni season tu, yani zinakwenda zile zina muendelezo. Tukaona kwamba na sisi tunatakana kwenda barabara sambamba na hali ya hewa sawa na jinsi ulimwengu unavyokwenda. Tukabakia sisi wale tunaonekana kwamba tutawaboa watu. Alafu mtu unapokuwa katika entertainment lazima unajifikiri usiku na mchana ufanye kitu gani, ulete mabadiliko gani ili kuwafurahisha au kuwaridhisha mashabiki zako. Yaani usionikane wewe wanakushabikia alafu bado ungali mdizinefu sana unanti huko. Na wakati karne zamani inakuwa si vizuri. Kwa hiyo unakwenda sambamba na ulimwengu jinsi ulivyo, lakini unabaki katika ile mizizi yako, yale malengo yako, haubadilishi malengo, lakini mfumo tu wa kazi ndio unabadilika kiasi fulani. Licha ya hivyo, na pia ndio vitu ambavyo kidogo
vinaingiza fedha kwa sababu filamu yenye kuendelea unasikia unabaki na posti kazi inapatikana channel inapata inachangamka, viewers subscribers wanapanda kutokana na jinsi unaposti. Kwa hiyo ukitia filamu yenye kuisha, yani unakuwa katika njia moja nyingine unakuwa umejiua, umejinyima wewe, kumbe ujinyimie nini sasa? Kumbe ufaidike na watu wafaidike. Ndio. Radio Black FM tunaendelea kuwa nanyi sambamba pitia 94.9 na tunaendelea na mgeni wetu na isi mwingine ni Magara Namaze Hassan Mugisha, jina maarufu. Tukiendelea na katika hiyo sekta na katika kazi zako za movie, ni yapi matatizo ambayo huwa anakumba kazi yako? Moja wa matatizo ya kazi zetu hizi kwanza niseme ni ule udhamini, kukosa udhamini. Na hiki kinakwamisha vijana wengi sana katika nchi yetu hii. Maana kukosa udhamini au kudhamini filamu, kwa sababu unajua filamu ni kitu kinaomba uwezo mkubwa sana. Kinaomba uwezo kugaramia makamera na usafiri, kulisha waigizaji, vyote hivyo naona ni vitu ambavyo vinaomba nguvu kubwa. Sasa laiti singekuwa sisi tunajipanga sisi kivyetu, tunapambana kuhakikisha kwamba tunaleta tunapambana ili filamu zetu zinatoka sawa na wetu sisi wenyewe, kidogo ingelikuwa ni mtihani. Lakini unaona bado sisi tunapambana katika ulimwengu huyo bila udhamini. Maana tunajidhamini wenyewe, tunapambana wenyewe. Hilo ni la kwanza. Alafu la pili, bado tungali na tatizo la location, kupata location zile za kisasa. Maana kuna sehemu ambapo unakutana mtu unataka kuigiza scene yako, unataka sehemu nzuri yenye mandhari nzuri. Unaweza kukuta kwa mtu labda au sehemu tu hotel fulani, kumwambia mtu mimi nataka nitengeneze movie yangu hapa kadha, ukajikuta yeye ndio anakuomba pesa, na wakati kawaida yeye ndio angekulipa kwa sababu unachezea sehemu zake ili kupromote sehemu zake. Kwa hiyo kuna kitu ambacho bado sisi upande wa Warundi bado ni kama vile hawajaelewa umuhimu wa kupromote vitu vyetu, sehemu zetu, eneo zetu ambazo ni nzuri. Alafu na jambo lingine, hizi eneo za public ambazo zinafaa dunia nzima kuzitambua, kuziona. Yani kusema upate nafasi ya kurekodi image zako inakuwa ni shughuli ndefu. Ngoje kuombaga huko na muda unaishaga huko, kwa hiyo unakuja kujikuta ile kalenda yako ulipanga inaharibika kwa sababu hujapewa labda ruhusa na kadhalika. Kwa hiyo ni katika moja wapo changamoto za hizi kazi zetu. Lakini nitumie fursa hii pia kuomba sana serikali yetu katika ulimwengu huu, sekta ya filamu kama ni moja wa sekta ambayo ina promote au inatambulisha nchi yetu sisi. Kumbe ingewezekana wakaturahisishia katika hilo swala zima la kupewa uhuru wakati tunarekodi sehemu tofauti ambazo ni sehemu nzuri ambazo dunia inatakana kuzijua, kwa sababu kuna watu ambao kwa sasa wako nje ya nchi wanajua Burundi hatuna sehemu nzuri, wanajua Burundi hakuna maendeleo, watu ni maskini tu, watu ni hivi na vile. Lakini tunapowaonesha sasa sehemu tofauti, kumbe Burundi pako hivi, kumbe Burundi hivi, kumbe Burundi. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa ile fikra ambayo sio katika watu ambao wako nje ya nchi. Isaudi kwamba kuna watu wengine kazi yao ni kuchafua nchi, na wakati ni Warundi wenyewe wao wanachafua nchi huko, wewe ni hivi na hivi na hivi. Sisi wanapoona sisi katika movie zetu tunarekodi vitu ambavyo viko kinyume na vile ambao wanaambiwa, kumbe si hivi, kumbe ni hivi. Kwa hiyo inasaidia sana. Filamu ni moja wa sehemu ambayo ina nguvu kubwa sana, ambayo tunaweza tukaitumia nafasi hiyo kuipromote nchi yetu, kupromote tamaduni zetu, kupromote mambo yetu na dunia ikayapenda. Ndio. Na nikuulize basi kusikana na hii, wewe ni kinara, yani unajulikana tuseme dunia nzima, hata na hapa kwetu Afrika, Burundi, hata maeneo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Demokrasia ya Kongo unajulikana. Je, walishawahi kukuitisha nje ya Burundi ukafanya tamasha? Na tumai basi penzi msikilizaji wa 90.9 vile radio ya Kibabe vile unamsikiliza Mugisha vile. Natumai Mugisha ni maarufu sana sehemu zote. Mugisha alishawahi, japokuwa haukunambii au kusema, lakini Mugisha tu ni kujuze kama Mugisha alishawahi kufika South Africa, Afrique du Sud kwenye tamasha vile na Warundi wakampokelea, yani wakafurahi zaidi na zaidi katika hiyo
hiyo tamasha yake huko Afrique du Sud. Tunaingia basi hii tamasha ya tarehe 9 hapo Markazi. Hiyo tamasha yako umeileta, yani show hiyo umeileta kwa jina gani haswa? Itakuwa kwenye tamasha ya Markazi, ni tamasha ambayo itakuwa katika itaitwa Fasha Concert. Fasha Concert haswa tamasha hii lengo lake ni kukusanya uwezo ambao tutakuja kusaidia kwenye ofisi zetu. Sisi huko tuna shirika letu linaitwa Fasha Burundi, ambao tunajaribu kusaidia wajane, vilema tofauti na watu wazima wale ambao hawana nguvu za kujisaidia. Kwa hiyo tukasema kwamba tuandae tamasha kwa lengo la kukusanya uwezo ili tuhakikishe kwamba tunawasaidia aidha kuwapatia mitaji na wengine kuwapatia chakula tofauti. Kwa hiyo ndio lengo la tamasha hili. Na tamasha hili tumepangilia kwamba litakuwa siku ya Laidi. Kwa hiyo tufurahi na pia tufurahishe na wengine ambao uwezo hawana. Naam. Yani Fasha Concert. Na nikuulize tena kusikana na hiyo tamasha vile. Ni unaweza pana watu wamewashika mkono kwa kuwasaidia katika hiyo tamasha kama vile sponsor au sponsor vile? Hadi kwa sasa ambao wamesupporti tamasha hilo iko kwanza Black FM ambayo tunayo, na tunatumia fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati sana. Asante alafu sana. Na tuko na Kwavi pia wamesupporti tamasha hilo, na tuko na Aisha Foundation pia ambao wamesupporti haswa tamasha hilo. Ndio, na tunawaalika sana wale ambao ni wasikilizaji wa Black FM kuweza kuja kwa wingi sana, kwa sababu kiingilio ni pesa ndogo 2,000 kwa mtu mzima, mtoto 1,000. Patakuwa michezo tofauti, ambacho kasula tofauti, pia mtu ajue kwamba atakapokuja kwenye tamasha anatusapoti sisi na anasapoti kusaidia wengine. Kwa hiyo 2,000 yake akiitoa anakuwa amesaidia wengine watu. Kumbe watu waje kwa moyo wa huruma na wao kusaidia wengine ili tuweze kusapotiana katika maisha ya hapa duniani. Ndio, asante sana. Nasikia wapenzi wasikilizaji wa Radio Black FM kwamba ukibahatika ukitia nia na hususa ni kujiunga na Mugisha Movie Company